السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الهادين وصحابته غر ما يمين. أما بعد. Ndugu zangu Waislamu, baada ya kumshukuru Allah Ta'ala na wale ambao si Waislamu, wale ambao hawana dini kabisa, ambao wamechagua kutazama Mtavassy TV Online, hapa ni sehemu ya faraja, ni sehemu ya utatuzi wa matatizo ya kiroho, sehemu ya kupata ilmu, lakini pia ni sehemu ya kujifunza kutokana na masala haya makubwa kabisa ya ndoto ambayo hajasalimika nayo mtu yeyote kwenye ulimwengu huu. Na kama yupo kuna mtu anao ushahidi, basi adondoshie kwenye comment hapo kwamba kuna mtu hajawahi kupata ndoto tangu azaliwe. Nimechagua leo kuzungumza naji maudhui ya tafsiri ya choo katika ndoto, na maudhui hii kwa ukubwa wake nitaizungumza kwa kuifinya kwenye pointi 8 tu, 4 za kisaikolojia na 4 tafsiri za kiroho. Nisikilize vizuri na unifuate barabara kabisa. Maalim Jaafar Mtavassy nikiwa ninakuhabarisha kuhusu masuala haya muhimu. Tafsiri ya choo katika ndoto kwa mtazamo wa kisaikolojia. Kwanza kabisa, choo huwakilisha mchakato wa kuachilia mambo. Mchakato wa kuachilia mambo, hii inaweza kuwa ni hisia au mizigo ya kihisia ambayo mtu anahitaji kuachilia au kuondoa. Kwa mfano, msongo wa mawazo, kwa mfano fikra juu ya jambo fulani na kadhalika. Ndoto ya kuwa chooni au kujisaidia inaweza kumaanisha mtu anajaribu kuondoa msongo wa mawazo au hatia fulani ambayo huyu mtu amekuwa nayo katika maisha au imekuwa ikimzongazonga katika maisha yake. Inaweza ikachukua tafsiri hii muhimu kabisa. Na pia choo kikiwa kichafu au choo kimeziba, hii hasa inaweza kuashiria nini? Sizungumzii kusafisha choo, nazungumza choo kikiwa kimeziba au choo kichafu. Je, hii inaweza ikachukua maana gani hasa? Huashiria kizuizi cha kihisia au kutoweza kuachilia mambo ya zamani, kwamba labda ni mtu mwenye kuhifadhi mambo katika nafsi yake imebeba mzigo mkubwa sana. Kwa hivyo ni hali yake ya kinafsi ndiyo itakuwa inazungumzwa kwa mnasaba wa ndoto hii. Kutafuta choo bila mafanikio. Kwa mfano, mtu anataka kukidhi haja katika ndoto, lakini anatafuta sehemu ya kukidhi haja, anakitafuta choo, halafu hajapata mafanikio yoyote. Hajakipata choo, hakuweza kukidhi haja yake. Je, hii hasa inaweza kuwa na maana gani? Hii inaweza kuashiria kwamba mtu huyu anakosa faragha, anakosa nafasi ya upweke au faragha ya nafsi kushughulikia matatizo ya ndani. Hivyo basi, kama unaona katika ndoto unatafuta choo na haukipati, kwa tafsiri ambayo siyo ya kidini moja kwa moja, ndoto yako itakuwa na maana hii kwamba wewe unakosa muda wa faragha, hivyo huwezi kufanya baadhi ya mambo ya ndani, mambo ya kiundani upande wako, huna muda wa kushughulikia baadhi ya mambo muhimu. Twende sasa katika tafsiri ya kiroho. Mtu ambaye ameona ndoto hii ya choo na anataka kufahamu hasa ni nini maana zake kwa mujibu wa mtazamo wa kiroho. Kusanya pointi 4 za kwanza na pointi 4 za pili, jumla tutapata pointi 8 muhimu kabisa, ambazo hizi 8 ndizo zitakuwa msingi mkuu wa wewe kufahamu maudhui ya ndoto nyingine yoyote ambayo umeiona kuhusu masala haya ya choo. Kuingia chooni ni dalili ya kuondoa madhambi au kutaka kujitakasa. Maneno haya ni kwa mujibu wa imamu wetu, kiongozi mkubwa kabisa katika Uislamu juu ya falsafa hii ya ndoto, Maalim Sheikh mkubwa kabisa, Sheikh Muhammad ibn Sirin rahimahullahu ta'ala.
Pia inasemwa na wanazuoni wakubwa kwamba kujisaidia chooni huweza kuashiria kuachana na mali ya haramu au dhambi. Mtu akiona kwamba amejisaidia chooni, basi hakika ataweza kuepukana na dhambi au jambo kubwa la matumizi ya mali ya haramu. Pia katika falsafa ya Uislamu, mtu kukuta choo kichafu sana, kama tulivyosema katika tafsiri ya kisaikolojia, basi huku huashiria hali ya dhambi au uchafu wa nafsi. Mtu huyu inamhitaji kufanya toba. Kwa tafsiri za kidini, mtu huyu inamhitaji moja kwa moja yeye kufanya toba. Ama kujisaidia mbele ya watu bila aibu, mtu akaona ametembea alikotembea akakidhi haja hadharani, hili lina maana gani? Moja kwa moja fahamu kwamba kujisaidia mbele za watu hadharani bila aibu yoyote inaweza kuonyesha kufichuka kwa mambo ya siri au dhambi za mtu husika. Yule aliyokidhi haja, inaweza ndoto hii ukaiona wewe, lakini unamuona mtu mwingine ndiye aliyekidhi hiyo haja, si wewe. Katika mazingira haya na mengine yoyote, tafsiri huwa inaenda kwa yule aliyeonekanwa katika ndoto kuwa ndiyo mtendaji wa tendo. Nadhani unanipata vizuri kabisa kwa jicho pevu na akili iliyotanuka. Pia inawezekana tafsiri hii ni amani, tafsiri yangu mimi kwa jicho langu pevu kabisa ninavyoona, kukidhi haja mbele za watu inaweza pia ikajulisha mtu huyu kwenda katika hali ya fedheha na kwenda kwenye mchakato mbaya kimaisha, kwamba akawiwa na maisha magumu. Hii ni tafsiri za kina sana, tafsiri za ndani sana kwa mtu mwenye jicho pevu. Kama mtu aliona akitembea pekupeku, inshallah taala, mimi nikuhusie, nikupe tanbihi kwamba ndoto lazima zitafsiriwe kwa kuzingatia hali ya kiroho ya muotaji. Kwa mfano, anapotuuliza ndoto Mkristo, tunampa hali za ndoto kwa mujibu wa yeye. Anapotuuliza ndoto Muislamu, tunampa hali ya ndoto kutokana na yeye. Mpagani, bohora na wengine wote tutawapa tafsiri ya ndoto kwa mnasaba wa imani zao, na wale wasio na dini ni kwa hivyo hivyo. Lakini pia tunazingatia mazingira ya muonaji. Nani aliyeona ni ndoto hii, na ni aina gani ya ndoto? Ndoto hizi kuna ndoto sadiq, ndoto za kweli, kuna hadithi nafsi, hizi pia tunazifahamu, na kuna ndoto zile ambazo kutoka kwa shetani ili kukuogofya tu, kukutishatisha, hizi tunafahamu pia. Na tunapotafsiri mwishoni tunasema kwamba hii ndoto ipo kadha, na kama unataka ushauri tunakushauri. Karibu sana kwenye grupu letu la ujumbe wa ndoto Mtavassy TV, na karibu sana tufanye pamoja masuala haya ya tafakuri za ndoto. Hiki ni kisima cha elimu hii, alhamdulillah, na niseme kwamba ni sehemu salama hapa Mtavassy TV online. Dondosha comment hapo chini kama kuna jambo umeona na unataka kufahamu nini hasa inaashiria jambo hilo. Pia kwa mawasiliano yetu kwenye screen hapo yanapita, tutafute, tutakusaidia kuhusu masala ya ndoto. Ukicomment YouTube, hili ni jambo la sisi kujitolea kukuhabarisha, lakini ukija WhatsApp kuna some additional charge, utatoa chochote kwa ajili ya kuchangia wifi na kadhalika. Hivyo basi tuwe na tabia ya kujifunza kuhusu ndoto kabla ndoto kutokea. Hivyo jifunze kutazama tafsiri za ndoto kabla ya kutokea ndoto hiyo. Ikiwa ndoto nzuri, basi utafuata utaratibu tulioelekeza, na ikiwa ndoto mbaya utafuata utaratibu unaoelekezwa na wanafalsafa za ndoto sisi. Masha Allah, barakallahu li wa lakum. Kama ni mara ya kwanza ndiyo wewe unatazama Mtavassy TV online, gusa neno subscribe, kisha gusa alama ya kengele, kisha usiache kushare na kulike video zetu. Barakallahu li wa lakum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.